Naam, karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi. Bila shaka tuendelee kufahamishana na kuendelea kujua kile ambacho kinatokea nchini Tanzania, lakini pia tuweze kufanya uchambuzi wa kina kwa faida ya kupata kuelewa kwamba taswira ambayo inajijenga nchini Tanzania ni ipi, na je, kinachotokea kinaleta baadhi ya faida zipi ama madhara ya kiasi gani kwa wananchi wa kawaida. Msikilizaji, kuna hekaheka za kudhibiti maandamano, na hali hii msikilizaji imesababisha kwamba vituo ama vyombo vya usalama viwe katika hali ya kuweza kuhakikisha kwamba wamejiandaa kwa ajili ya siku ya Sabasaba ambayo kumetangazwa maandamano makubwa kwa ajili ya kuweza kuwakumbuka ndugu na rafiki, familia zilizoweza kuwapoteza wapendwa wao mwaka 2025. Sasa taarifa ninayoipata msikilizaji ni kwamba polisi wameanzisha hekaheka za kuwateka watu ambao wanahisi kwamba wanaweza kuhamasisha maandamano ama wana sauti za kuzungumza zitakazowaongoza wenzao katika shughuli za maandamano haya ya Sabasaba, na kwa sababu hiyo wanaokamatwa imesemekana kwamba wanapelekwa kwenye vituo vya polisi ambavyo vipo chini ama vituo vidogo vidogo ambavyo kwamba wanapotafutwa inakuwa ni vigumu kupatikana, kwa sababu mara mingi watu wanapokamatwa wanapelekwa kwenye vituo vikubwa vikubwa, na kwa hivyo familia zinapoweza kuwatafuta wapendwa wao wanakuwa wanapatikana kwa wepesi. Lakini sasa polisi wameanza kuchukua hatua za kuwapeleka watu wanaowakamata kuhusishwa na shughuli hizi za maandamano ama na shughuli za utekaji kwenye vituo vidogo vidogo ili kwamba wasije wakapatikana haraka. Kama msikilizaji nilivyoweza kudokezewa taarifa hii kutoka kwa baadhi ya polisi ambao wana nia njema na wananchi wa Tanzania, na wameweza kuniambia kwamba hizi ndio hatua ambazo zinachukuliwa na baadhi ya viongozi ili kuweza kuhakikisha kwamba hofu inaendelea kusambazwa na watu ambao wanaonekana kwamba wanahamasisha maandamano wanakamatwa na kuwekwa kwenye vituo vya chini ambavyo havitambuliki. Hebu nikupeleke msikilizaji kwenye taarifa hii moja kwa moja kisha tuweze kuichambua zaidi. Taarifa hii inaniambia hivi, kuna issue nyingine naomba ufuatilie. Sasa hivi ni kama vituo vidogo vya polisi ndio wanatumia kuficha wale watu wanaowakamata, kuwateka, huenda kuhofia watu watawafuata kwenye vituo vikubwa. Basi nadhani sasa viongozi au watu wa upinzani, mfano mdogo, jana kuna pahala nilikuwepo, kuna watu walisema kuna kituo cha polisi kidogo kipo bondeni Buswelu Mwanza. Ilifika gari ya polisi, akashuka askari mmoja ambaye ni mkubwa wa kituo, aidha ni OCS ama OCD, akawauliza askari aliowakuta kwenye kituo, mmekaaje kizembe? Hamna silaha au mnangoja kuja kufurumushwa? Akawatoa watu wote wapotee eneo la kituoni. Gari ilikuwa tinted, kwa maana imefunikwa sana au hauwezi kuangalia ukapata kuona kilicho upande wa ndani. Gari ilikuwa tinted. Walivyoondoka walibaki kusikia sauti ya kilio tu, ilikuwa ya watu kama mmoja ama wawili, na walishushwa kwa kipigo. Sasa ingekuwa ni watu wa kawaida waliokamatwa, isingekuwa rahisi watu waondolewe ndio huyo mtu atolewe kwenye gari. Taarifa hiyo msikilizaji ndio nimeweza kuachiliwa kwamba
tuweze kuhakikisha tunaifuatilia, kisha tuweze kufahamisha umma kinachoendelea, kwamba unapojikuta katika hali kama hii sasa hivi, unaelewa kwamba mazingira yako hivyo na unakuwa umeishia kupatikana kwenye vituo vya chini ambavyo kwa kawaida inakuwa ni vigumu kupatikana, lakini unakuwa chini ya ulinzi wa jeshi la polisi. Msikilizaji, haya yote yanatokea msikilizaji, huku kukiwa kumesalia masaa machache ama siku moja ili watu waweze kuadhimisha siku hii ya Sabasaba. Navyoangalia upande wa serikali umejiangalia kitofauti, wamejiandaa kwa ajili ya kusherekea, lakini wananchi ambao wana machungu wamesema kwamba watajiandaa kwa ajili ya kufanya maandamano haya ya Sabasaba ili kuweza kuwakumbuka wapendwa wao, familia na rafiki walioweza kupotezwa siku ile ya Oktoba 29 mwaka 2025 na siku zilizoweza kufuata. Lakini pia baadhi ya ndugu pia walioweza kutekwa, walioweza kupotezwa kwa lazima, na wale ambao wamesababishiwa kutoroka manyumbani kwa sababu ya kuogopa na hali ambayo wanajikuta nchini Tanzania. Sasa msikilizaji, taarifa hii ipo tu kwa ajili ya kukueleza kwamba watu ambao wanakamatwa kwa sasa kuhusiana na masuala ya maandamano ya Sabasaba wanashikiliwa kwenye vituo vya chini ili kuzuia raia kuweza kuhakikisha kwamba wanapatikana kwa urahisi mpaka pale jeshi la polisi linahisi kwamba ni salama kuweza kuwaachia, na mara mingi inaishia watu kama hawa kutoachiliwa kabisa ama kutojulikana walikopotelea, na inakuwa ndo hivyo. Taarifa hii ipo kwa ajili ya yule atakayeweza kunusurika ama atakayeweza kujipata katika mazingira kama haya, uweze kuelewa kwamba familia yao iweze kuwatafuta kwenye vituo vya polisi vya chini. Sehemu kama hizi ndo wanaweza kupelekwa, kwa sababu vituo vikubwa sasa hivi inakuwa kwamba unapatikana kiurahisi, kwa sababu watu wengi wanaishia kufuatilia kwenye vituo kama vile. Lakini ikiwa pia ni watu ambao wana ushawishi mkubwa, inakuwa ni rahisi kupatikana, kwa sababu ukiwa kwenye kituo kikubwa na watu wakatokea kutafuta, inakuwa ni rahisi sana kupatikana. Msikilizaji, endelea kutufuatilia, tia subscription ili endelea kujifahamisha kuhusu kinachotokea, lakini pia kupata uchambuzi wa kina kuhusu kinachoendelea.